mzee. Vitu vya hapa mgodini vina bei kweli. Hivi umebahatisha lakini umekapata. Hamna, yani vina bei kubwa mno. Utakwama wewe fanya tu mpango ikiwezekana. Hivi tukienda kwa Juma pale tutakosa kweli, uongezeepo. Hakuna namna. Hapa watu ni wengi. Kitu kikipungua kidogo. Wacha nikwambie. Yaani hapa kwanza hata serikali mimi nashindwa kuelewa. Watu waliopo hapa wingi wake, wilaya zingine, yani wilaya nzima haina watu wengi kama hawa. Sasa mimi nilikuwa nadhani hivi, tuwatafute watu watusaidie, tuongezee ili shughuli zifanyeje, shughuli ziende. Yani serikali ingefanya utaratibu. Kwa mfano tuna kitongoji yule, mwenyekiti wa kijiji yule, mtendaji wa kijiji yule, kata yule. Mmoja alikuwa anafanya na kutumia hao. Sasa hivi ni wengi. Afadhali kungekuwa na uwezekano. Ingekuwa rahisi, tunaulizana, tungesema jamani hapa awepo wa hapa. Kama ni kata iwe ni kata sasa lijulikane. Kuna mambo mengi. Juzi nilikuwa na shida pale ofisi. Wanaitaga ofisi kuu. Yaani pale ambapo ndio mmiliki wa leseni anafanyika kazi zake. Na mimi nilikuwa na shida, lakini nimefika pale nikasema, huyu mtu ataweza kweli huyu? Mara hili. Nikaenda asubuhi, kabidi nitoke kwa saa 5 nikarudi. Watu hivi. Sasa mimi nikawa nasemaje? Kama kungekuwa na uwezekano, haya mabei tunaona hivyo tutafanya. Lakini kuna vitu vingine vinavyoumiza. Unakuja kukuta una tatizo umelibeba, limekusumbua. Unaenda kwa mkuu wa mgodi, amejaza hivi kesi. Unafanyaje? Unarudi na tatizo lako. Na ina tatizo lako. Alafu kunakuwa na mambo mengi. Kwa mfano kama kuna uongozi wa serikali, mbona tungekuwa raha tu. Lakini huyu ni mtaalamu katika mambo ya migodi. Halafu ana utaalamu mkubwa. Kuna kipindi tuliona tu analeta excavator, akaanza kuchimba huko. Sisi hatujui tena, ilikuwa kiangazi. Hatujui nini kinachoendelea. Kiangazi mwanzo wa masika, unajua mvua ilichelewa. Anachimba tu pagumu hivyo na chuma lake, anazungusha ni mtalo. Sisi hatukujua ni nini. Kumbe yeye alikuwa amejua kwamba kuna maji yanafanyaje? Yanatiririka hapa, yatapita hivi, yataenda hivi, akazungusha hivi, kabaki pale juu. Maji hayasumbui nini utendaji wa kazi. Sasa kuna mambo mengi tunaona hapa, napeleka nadhani malalamiko huko serikalini, ulinzi unakuwa mkubwa. Halafu sijui anafanya namna gani, unakuja kuona magari ya misaada, wazima moto nini, unayaona yanapita. Utaona mapolisi wanakuja wanapita, lakini ule uongozi wa kiserikali wa kisiasa kwa kweli hapa ulikuwa unahitajika sana. Yaani tumeona mambo mengi ambayo anashughulika nayo jamaa. Unaweza ukaona na bomoa mavitu nyewe, mnaanza kushangaa hivi anafanyaje? Kumbe baada ya muda kumbe ndio alikuwa na maana hii. Anapitisha fence. Yaani mengine wala hatujui, kama mimi mengine mpaka leo wala sijui. Unaona tu fence hivi, huyu mabati mbona anaharibu nini hivi, watu wasichungulie kwani kuna nini? Kumbe yeye anajua sababu zake. Ni mengi mno, wala siwezi nikamsifu kwa sababu ni mengi mno. Lakini yapo mengine kwa kunasema kwamba ningepata nafasi ya kumshauri huyu ili hili liwe lizuri, hili lingekuwa hivi. Lakini unakuta ni vurugu tu. Uongozi mwingine kwa kweli ilitakiwa uwepo. Halafu na yeye, unajua Biblia inasemaje? Musa alikuwa anapeleka lile jeshi, yani wale watu wana wa Israeli. Yeye ndio mwamuzi, yeye ndio kila kitu. Ni baba mkwe lake. Unajua wazee wanatudharau bure. Ndio maana hata Mungu anasifu sana vichwa vyenye nini, vyenye mvi. Ni baba mkwe. Nikamwambia wewe utakonda. Ndio hawa wakuu wa mgodi watakonda, na huku na sisi tunaumia. Angechagua watu
kwa kuwa wanasikiliza maoni yetu, tunawapa maoni yetu. Mbona sisi tungeishi kwa raha na wao wakaishi kwa raha na yeye akapungukiwa taabu? Eli baba mkwe wake na Musa alikuwa inaitwa Yethro. Hata serikali yetu ya Tanzania imeiga humo mwenye Biblia. Uongozi wa kitongoji eti uongozi sijui wa nini unapanda hivi. Aliambiwa na Yethro ali baba mkwe lake, weka uongozi wa 10 50 100 utaishi kwa amani na wao kule wataishi kwa nini? Kwa amani. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri hii, niliwahi kuiona hata kwa nani, naiona kuna kahospitali kamoja huko mbele huko wanakaita Kulwa Mameria hospitali. Yule kwa kuwajali wateja ama kwa moyo mzuri ama hospitali yake iwe na utendaji mzuri, yeye anajua. Alishaweka kasanduku pale, mmoja akiona hili ni tatizo anaweka maoni yake. Unaona, mimi kuna kipindi nilijaribu, lakini hiki mbona kimenikwaza, nikaweka huko. Yani tangu pale leo sijui miaka mingapi sijawahi kuona. Kwa hiyo na huyu hapo mgodini hapo ofisi kuu wangeweka walau wao, kama serikali haijapata mpango wa kuweka uongozi wa kiserikali, basi na yeye yule mkuu aweke mpango ili mtu anapoenda na shida apate kuhudumiwa na yule aliyepo pale. Lakini ikiwezekana, kwa sababu kunakuwa na mambo mengine wanayafanya wa hapo na tunaona wanayafanya. Sasa anawekepo kasanduku kanini amaoni, tunafika pale tunadumbukiza kwamba wewe mkuu una wizi, unaibiwa, una uharibifu unatendeka, kuna nini na nini. Hata hiyo tutamsaidia mno, kumbe na sisi tunaishi kwa amani na kwa raha zaidi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona na hilo na lenyewe kwenye mgodi huu ndivyo yalivyo, na hiyo na lenyewe ndugu yangu. Sasa hebu tutafute hili nalo tulimalize, si ndio? Na lenyewe tulimalize. Hivi nani mwingine unamuona huku kwa mko karibu nani? Huku. Kwa leo sijamuona. Kwa leo mama. Hebu tukahangaike sasa. Tukahangaike ili tumalize hili nalo.